Mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja amepoteza maisha baada ya kuvamiwa na fisi anayedaiwa kuingia ndani ya nyumba na kumbeba na kutokomea naye porini, ambapo alishambuliwa na kusababisha kifo chake. Tukio hilo linadaiwa kutokea katika kijiji cha Kalsunga, halmashauri ya wilaya ya Nsimbo, mkoani Katavi, ambalo limewaacha wakazi wa kijiji hicho wakiwa katika hofu kubwa. Kuna sherehe ambao kwa huyu kijana ambao kuna eneo la tukio. Tumemaliza pale, tumetumia chakula, tukawa tumetoka, tukaenda kutembea. Tumekaa, tunarudi tukapigiwa simu kwamba kuna tukio eneo la nyumbani pale, kuna sherehe. Tukawa tumefika, bahati nzuri polisi wakawa wameshawahi wamefika. Tukakuta wameshachukua mwili ambao fisi alimchukua mtoto ndani akampeleka pembezoni wa mji ambao ni eneo la Mtoni. Na jana ndio kimetokea hilo tukio. Ilikuwa ni mida ya saa 4 usiku, baada ya mama kumweka mtoto ndani, kutoka kwenda kuchukua nguo, anarudi nakuta mtoto hayupo. Kuja kufuatilia kumkuta fisi ameshamchukua ile mtoto, na baada ya fisi kumchukua ile mtoto akaenda kumkuta mtoto akiwa ameshakufa. Na asubuhi ya leo huyo fisi kaonekana mwa watu, na kuna baadhi ya watu walikuwa wanawakimbiza. Evodos Fanuel ni baba mzazi wa mtoto huyo, amesema alipigiwa simu na kupewa taarifa hizo baada ya fisi huyo kuingia ndani ya nyumba na kumchukua mtoto. Chanzo alichoambiwa ni kwamba mtoto kaliwa na fisi. Mimi nikauliza mara mbili kwa sababu kutoka nimezaliwa mpaka nimefika kima hiki hapa sijawahi kusikia kwamba kuna fisi kala mtu. Basi kwangu binafsi kabaki kuwa kwamba ni mshangao. Kajiuliza mara mbili lakini jibu sikulipata. Ni mapacha, na ndani ya mapacha hao ndio mmoja wao amefariki, ambaye ni Kulwa. Akizungumzia tukio hilo, mganga mfawidhi wa hospitali ya manispaa ya Mpanda, Dr. Limbu Mazoya, amethibitisha kupokea mwili wa mtoto huyo na kusema uchunguzi wa awali umebaini alikuwa na majeraha makubwa sehemu ya kichwa na maeneo mengine ya mwili yanayoendana na shambulio la mnyama huyo. Jana usiku mida ya saa 6 tulipokea mwili wa mtoto wa takribani umri wa mwaka mmoja, na mtoto alikuwa ni wa kiume ambaye alikuwa ni pacha. Mwili ule uliletwa na baba wa mtoto, kwa maana baba wa marehemu wa yule mtoto, ambaye mtoto baada ya kufanyika uchunguzi ulibainika kuwa na majeraha kichwani. Maeneo ya kichwani ndio kulikuwa na majeraha, na mtoto alikuwa ameshafariki tayari. Uchunguzi uliofanyika wa awali ulionyesha kuwa ni shambulio la mnyama ndio lilosababisha majeraha kule kichwani, na ndio yalopelekea kifo cha yule mtoto.